Hii ni Madina Online TV Mwanza. Subscribe, kuonesha upendo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma baada ya kumshukuru Allah mtukufu na kumuomba rehema zake na amani azipeleke kwa burudani ya mioyo yetu, tulizo la nafsi zetu, yule ambaye tukimtaja mioyo yetu hupata kufurahika, mioyo yetu hupata kutulia, mioyo yetu hupata burudisho la kudumu, ambaye kwamba kumtaja kwake ni sababu ya shifa, ambaye kwamba kumtaja kwake wewe ulomtaja inakupelekea wewe kwenda katika khairati, inakupelekea wewe kupata thawabu na malipo mema kwa Allah, ambaye si mwingine ni kipenzi chetu Sayyidina Muhammad salawatullahi alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, unayefuatilia Madina Online TV, kwa kweli mwezi huu wa Ramadhani imependeza sana, walau tuwasane na tukumbushane yale mawili matatu, hasa wale tulioingia katika mfungo mwezi tukufu Ramadhani, kwa sababu mwezi mtukufu huu wa Ramadhani unao malipo makubwa sana. Unayo malipo ambayo kwamba hayamithiliki na mfano wake hakuna, japokuwa kuna watu ambao wao hawajui thamani ya mwezi huu tulionao, hawajui thamani ya nini tulichokipata, na badala yake wamekuwa wakitumia mwezi huu kama kukomoa kwamba wacha tuone nikifanya itakuwaje. Yani anaona kama kufunga, kujizuia kula na kunywa, anaona kana kwamba ni adhabu kwanza, lakini kama haitoshi anaona ngoja adhihirishe kuwa yeye si mtekelezaji wa amri, wala yeye si mtiifu wa amri za Allahu tabaraka wa taala. Kwa njia ipi? Anaamua sasa kufanya huo aloufanya yeye, yani ule upuuzi ile tunaita, au kwamba wacha nikuonyesheni mimi mbabe, mimi siogopi, mimi sina hofu yoyote. Mshanifahamu anaamua kufanya mambo kama hayo, anaamua kufanya vitu kama hivyo visivyomnufaisha, havina manufaa yoyote. Sasa tutambueni ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani huu, ndugu zanguni, ni tunu tumepewa na Allah tabaraka wa taala, na njia pekee ya kuitunza hii tunu tuliopewa na Allah tabaraka wa taala ni kuonyesha ilhamu kubwa, ni kuonyesha hamu kubwa ya kutekeleza, kukimbilia khairati zipatikanazo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivi wapasa kujiuliza, maana kuna maneno yanasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kwamba jipigieni tathmini nyinyi wenyewe kabla hamjatathminiwa. Yani kabla wewe hujatathminiwa na Allah akaamua kutathmini wewe, hebu jitathmini kwanza. Je, unahisi una deserve kupata malipo makubwa na mazuri ndani ya Ramadhan, hata baada ya Ramadhan? Kwa namna ulivyoona siku kadhaa hizi ulizozifunga wewe, unaona kuna hatua yoyote umepiga? Kama hakuna, basi kuna kitu kimepungua katika utekelezaji wa ibada. Mimi nadhani kuna sababu ya kukaa ukajitathmini, ukatengeneza sasa mfumo mzuri wa kuendea ibada zako
zote zinazopatikana ndani ya Ramadhani. Maana ndani ya Ramadhani ibada ipatikanayo si kufunga tu, kujizuia kula, kujizuia kunywa, ama kufanya matendo ya ndoa kwa wale waliooa, wale wenye sitara ya ndoa. Hapana, si peke yake hayo, bali yako mambo mengi, ikiwemo kuacha matendo maovu, maneno machafu. Yako maneno pia yanasema, maneno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal 'amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Yote kwa yote inatudhihirishia kwamba kufunga si tu kuacha kula ama kunywa, bali wafaa kuacha kila tendo ambalo kwamba ni ovu, kauli ambazo kwamba ni ovu, kwa sababu vitu hivyo vitapelekea saumu yako ikawe ni yenye kufunguka ama yenye kuharibika. Lakini pia yako maneno, kama wewe utakuwa ni mwenye kuzama katika maasi, hautaki kuacha, yako maneno yasemayo kwamba idha lam taqwa ala qiyami al-layli wa siyami an-nahar fa'lam annaka maqbulun wa qad kabbaltaka khati'atuk. Unaona pia maneno haya ya wanawazuoni ambavyo kwamba yanakuweka ama yananiweka mimi mfungaji katika sehemu ambao kwamba kama nitakuwa ni mwenye kuzama katika maasi, basi ikiwa uchamungu wangu sitaki kudhihirisha na kuuonyesha kwa Allah tabaraka wa taala, basi kipo kitakachopokelewa na kuchukuliwa kwangu ambacho ni maasi yangu. Basi yafaa nitambue kwamba maasi yangu yamekubalika na Allah tabaraka wa taala atanilipa kwa yale maasi ambayo kwamba nimekuwa nikiyafanya. Kwa bahati mbaya sana tumekuwa ni watu ambao hatutaki kubadilika, hatutaki kuacha maasi, hatutaki hata kusikiliza yale maneno ya kidini, yale maneno yamhusu Allah, yale maneno yanayomhusu Mtume Muhammad, yale maneno yanayohusu dini. Badala yake watu wamekuwa hawataki, yani hata kusikiliza tu anatokuwa hataki, lakini kuyasikiliza yale ya kidunia, kuisikiliza dunia yake, amekuwa ni mwepesi sana na mrahisi sana ya kufanya hivyo. Tofaa kuelewa na kutambua kwamba dunia inaondoka, dunia haibaki, ya kwamba dunia darul fina, dunia ni nyumba inaosafiri, inaondoka. Kama dunia inakwenda, wewe na mimi tulopo ndani ya dunia hii, je, tutabakia? Ikiwa mimi na wewe hatutabakia katika dunia hii ambao kwamba ndio tumeifanya kuwa ni kituo muhimu sana, hatutaki kusikia lolote, hatutaki kuambiwa chochote juu ya dunia hii. Ukiambiwa dini utaki, ukiambiwa ibada utaki, ukiomba lolote lilokuwa zuri la kidini hautaki. Wataka nini? Wataka uambiwe kitu gani? Wataka uambiwe maneno gani ambayo kwamba hao maneno wewe ndio unaona yanakufaa? Badala yake tubadilikeni, kwa sababu yako maneno pia yanasema kwamba hakika ya mwanadamu ameumbwa katika utekelezaji, yani mwanadamu ameumbwa kutekeleza amri za Allah. Sasa ikiwa ataacha kutekeleza amri za Allah, atakuwa ni mkosefu sana, na hakuna yeyote amkosee Allah tabaraka wa taala. Ikiwa ataondoka kwa Allah tabaraka wa taala ilhali hajatubia kwa Allah tabaraka wa taala, basi ana mtihani mzito sana. Hatuwezi adhabu za Allah, hatuwezi hasira ya Allah, hatuwezi masuala ya Allah ikiwa atatuuliza. Je, sisi tumejipanga kiasi gani
mpaka kiasi cha kwamba tunamwasi Allah wala hatuogopi. Ndani ya Ramadhani tumefungamanisha madhambi juu ya madhambi. Mchana tumefunga, usiku sisi ndo watu wa mwanzo kufanya madhambi. Usiku si ndo wa kwanza vichochoroni, usiku si ndo wa kwanza kwenye majumba mabovu, usiku si ndo wa kwanza katika sehemu tatanishi, lakini mchana tulikuwa wacha Mungu. Alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah. Tumuogopeni Allah. Tumcheni Allah ndugu zangu Waislamu. Tumcheni Allah kwa kufanya tauba. Mwezi wa Ramadhani huu tukimbilie kwa kufanya tauba. Tutubieni makosa yetu, madhambi yetu ni makubwa sana. Hakika tumepandanisha madhambi ya kila hali. Lakini hatuoni haya. Hatuoni aibu. Allah tabaraka wa taala anatuazima uhai. Anatuazima afya. Anatuazima nguvu. Anatuazima kila tunalohitajia katika maisha yetu. Shukrani yetu ni kumkosea. Shukrani yetu ni kumkosea, ni kuzini mbele yake, ni kuiba mbele yake. Fastaghfirullah. Tumuogopeni Allah. Kuna mtu wallahi ndani ya Ramadhani anahesabu Ramadhani hii tulofikia hapa, yani kila siku moja aloenda kuswali ameiba viatu msikitini. Kila siku moja aloenda msikitini ametoka na viatu vya mtu sifa kwake, kakimbia nao na amefunga. Na huyu mtu ikipigwa maneno yale, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna, na yeye husema ataka kusamehewa na Allah, ilhali tabia yake ndio kama hivyo ulivyoiona. Ana mtihani mzito. Subhanallah. Na yasa nafsi yangu pamoja na kukuasa wewe ndugu yangu, ndani ya Ramadhani hii tubadilike, tuifuate Ramadhani vile inavyotaka, tujilazimishe kuwa wacha Mungu hata baada ya Ramadhani kuwa imetuondoka. Mimi Muhammad Maila na kutakieni Ramadhani karimu, na pia na kuombeni msiache kufuatilia Madina Online TV, na pindi muangaliapo maudhui yake basi na kuombeni muweze kusubscribe katika channel hii ya Madina Online TV. Madinatul Ilmi, elimu ndiyo funguo wa maisha ya dunia na akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Madina Online TV Mwanza. Subscribe. Kuonesha upendo.